Basi baada ya kuwapa makavu wazazi wake aliondoka moja kwa moja kwa hasira kabisa. Upande wa pili tunamuona baba akiwa anamuuliza binti yake kuhusu ile deal aliyokosa kwa Mr. Gibson. Ulifanya nini kwani mpaka hiyo deal iende kwa kampuni nyingine ya Dina? Alina anasema kuwa nilifanya kila iliwezekana lakini ilishindikana baba. Baba anamwambia nilikuamini sana binti yangu. Angalia sasa ulichonifanyia. Naona kama hufai sasa. Unisiona unachokifanya. Basi baba aliendelea kumfokea sana binti yake hata baada ya Dina kuomba sorry, lakini alidai kuwa sorry yake hawezi kurudisha deal kwao. Bana, inaonekana deal ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba mzee ka panic na kukosa kabisa yani hamu ya kuendelea kuongea na mtoto wake. Yani kaona kama mtoto wake amemzingua, amemsumbua sana. Basi binti akiwa ametulia ofisini kwake, alirudia maneno yote ambayo baba alikuwa anamwambia kuwa wewe sio mtu muhimu, yani sioni umuhimu wako kabisa yani kwenye hii. Yani ni kama umeanza kupoteza umaridadi wako. So akijaribu kuangalia namna anavyopambana kwenye ile kampuni na kuangalia dili ni moja tu ambalo amekosa kutoka aanze kupambana, lakini mbona baba kaongea mambo mengi sana kwamba sifai? Kwani ni kitu gani ambacho nimekifanya pale mpaka amwe kuniambia hivi sasa? Je, nikikosa dili lingine ama dili mengi sana hapo mbele itakueje? Kama dili ndo la kwanza hapa nimekosa na anaambia maneno kama haya. Kwa namna nyingine alijaribu kabisa kuangalia kwa nini akose dili. Basi aliangalia kwenye email ambayo alikuwa ameiandika, labda kuna sehemu kateleza kuandika mpaka dili imeenda kwenye kampuni nyingine. Muda huo mpenzi wake kaja moja kwa moja mpaka ofisini. Baba hanaga break, maki anajua kuwa ni ofisi ya mpenzi wake. Jamaa anaingia bila shida kabisa, bila kujua demo alipoteza contract muhimu sana, kwa hiyo ana stress nyingi sana. Moja kwa moja akaanza kumkiss bila kumjua bimdada anapitia hali gani. Bimdada anamwambia hebu niache bana, acha basi mambo yako, niko busy. Jamaa anasema unawezaje kuwa busy kwa mpenzi wako, lakini nishakwambia stop. Shida yako nini lakini? Nimesema nipo busy, kwa nini unataka kunielewa? Unajua wewe ndio unajua kukisi sana, si ndio? Jamaa kajiona bure sana baada ya kufokewa na mpenzi wake pale, ajua amefanya nini kibaya mpaka mwanamke amepaniki kiasi kile. Anashangaa huyu naye vipi? Huyu mtu mbona mimi simuelewi? Jana kaninyima show. Leo nakuja na tabasamu kwa mpenzi wangu, ila ninachokutana nacho sasa ni sijui nisemeje yani. Sijui Adina amepatwa na nini. Jamaa anamwambia ina maana yote umeyaongea kwa sababu nimekukisi au kuna jambo lingine? Binti anamjibu kuwa kwa sababu husikii, hutaki kusikia. Nimesema nipo busy na unatakiwa kuelewa ninachokiongea. Sio tunarudia maneno kama watoto wa primary school. Come on man. Familia yangu imepoteza dili kubwa na sitaki kupoteza kabisa, kwa hiyo nafanya kazi overtime. Sitaki kupoteza tena mimi nifokewe kama mtoto mdogo na baba. Jamaa haelewi kabisa, ni ajaribu kufikiri, ajaribu kutafakari, yani haelewi shida iko wapi yani. Maana kila kizuri kwake inaonekana ni ubaya kwa mpenzi wake, yani hajui amemfanyia kitu gani. Anabaki kushangazwa kabisa na tabia ya mpenzi wake Adina na kusema kuwa I'm sorry. Naomba unisamehe Adina. Nimekuja hapa kuchukua mpenzi wangu twende tupate lunch. Okay, it's fine. Inaoma sana. Kuwa na mpenzi kama huyo hapa ni balaa kubwa see. Jamaa ilibidi aondoke moja kwa moja maana hali ni mbaya, asije akaleta mambo mengi hapa. Upande wa pili ni mama anamfokea sana Nikki na kumwambia kuwa unatakiwa kutoa profile yako kwenye ile site ya wadada wa kujiuza. Nikki anamwambia kuwa kwa nini natakiwa kufanya hivyo mama? Profile kwenye dating sites siwezi kufuta mama, hilo naomba usahau. Mama anamwambia unalazimika kuifuta tena haraka iwezekanavyo. Umesahau kuwa wewe ni mtoto wa nani? Nikki anamjibu mama, naomba uniambie mama, naomba uniambie. Hivi mimi ni mtoto wa nani? Naomba nikumbushe kabisa yani sikumbuki mimi ni mtoto wa nani tena. Unatakiwa kuondoa profile yako kwenye ile site ya kijinga haraka sana, nishakwambia. Kwani tumefanyia nini Nikki mpaka tulipe haya yote? Rafiki yake anajaribu kumwambia Nikki, hebu jaribu kumsikiliza mama. Mama anamwambia funga mdomo mpuuzi mkubwa wewe, kama nani kuingilia mambo hayo. Na mbona kila siku nakuona hapa nyumbani? Kwani vipi wewe kiherehere? Kwani una kwenu? I'm sorry mom. Naomba nisamee mama. Nikki, ngoja mimi niondoke Nikki baadaye. Basi bimdada aliamua kuondoka moja kwa moja. Nikki aliamua kurudia swali lile. Mama, naomba nikumbushe kama mimi ni mtoto wa nani? Kwa sababu nina baba ambaye ana uwezo wa kunipush mpaka kufikia ndoto yangu mimi. Nataka kuwa mwanamitindo lakini hafanyi hivyo kwa sababu ni binafsi mkubwa mwenye tamaa. Yani simuelewi yule mbaba mimi, yani sijui kama ni nini. Mama alimuwasha kibao kingine moja kwa moja pale. I said, namuonea sana Roma piskali yangu Nikki. I love you chimama. Watakuwa bora kwenye nyumba hiyo. Hem njoo kwangu bana. Mama anamwambia, unasubutu vipi kumtusi mume wangu wewe mpuzi wewe? Yule ni babako, nishakwambia ni babako mzazi yule. Umepata ujasiri gani mpaka uanze kumtolea matusi kama hayo?
Hebu mwangalie dada yako, anafanya kila liwezekanavyo kuleta heshima kwenye familia. Dada kapagawa, ile kusikia tu jina la dada limetajwa, yani kapagawa moja kwa moja, make hataki kulinganishwa. Kitu ambacho anapigania kila siku ni kulinganishwa yeye na dada yake. Hataki umlinganishe yeye na dada. Yeye ana maisha yake, dada na maisha yake. Mama, nishasema. Anamuuliza mama kuwa, unataka nikisi makalio yangu? Je, hicho kitu kinawezekana? Siwezi kama kufanya kazi kwenye kampuni ya baba. Mimi nikwambie mara ngapi? Nishasema nataka kuwa mwanamitindo mimi mama. Nishasema sana, nishaongea sana. Nataka kuwa mwanamitindo please. Hiyo ndo passion yangu mimi. Nafikiri nimemaliza. Mama alijaribu kumuita Nicky mara kibao, ila ndo kashaondoka hivyo na hawezi akarudi tena. Basi upande mwingine tunamwona bimdada Adina akiwa amemkumbatia mpenzi wake, anamwomba msamaha, anamwambia baby, tafadhali sana naomba unisamehe kipenzi. Stress za kazi zimenifanya niweze kujibu vibaya mpenzi wangu. Naahidi sitorudia kama baby, naomba unisamehe. Basi jamaa anajibu kuwa nishakusamehe mpenzi, najua sometimes kazi inakuwa ina mambo mengi sana, mtu anakuwa yupo stressed kutokana na majukumu ya kazi, la mimi naelewa. Ila kitu ambacho nataka ujue ni kuwa mimi nataka niwe karibu yako sana baby. Nahitaji kuwa karibu yako toka nimetoka safari. Nataka kupata muda wa kukaa na wewe sehemu moja ili tu relax, tu enjoy maisha. Nimekumisi sana baby. Nataka hii distance ambayo ipo karibu yetu kwa sasa uweze kuiziba. Hii distance ipate gap ili sije kasababisha mambo mengi hapo baadaye. Tafadhali sana kuomba baby. Bibi yake anamwambia kuwa nitafanya vizuri baby. Najua nishakusumbua sana. Nakumbuka kuna faili moja nimeacha ofisini, kwa hiyo naomba niende moja kwa moja niichukue, make ni faili ya baba na ina mambo muhimu sana. Hebu ngoja niende baby, narudi chap, okay? Nakuja baby, nakupenda. Bibi ameamua kuondoka tena na kumchapa jamaa kwa mara nyingine. Jamaa anazidi kupigwa matukio na Adina kila itwapo leo. Kila anapojiandaa psychologically kuwa anataka kupata haki yake, mara mwanamke anakuja kuleta mambo mengi sana mpaka sasa haelewi chanzo au sababu ya mwanamke kugeuka kiasi hicho na kumfanyia mambo kama hayo. Naomba tukutane kwenye episode nyingine inayofuata ili tujue kitakachojiri kwa wapenzi wawili.